Take ya nini tena? Hamna hizi kwani tunaigiza hapa na wewe Black vipi mzee? Safi kama. Poa, njoo tukae kwa huku basi kidogo. Haya mambo ya nyumbani haya. Niliwaambia huyu ndugu yangu akiwa nyumbani kuna namna anabadilika. Anakuwa kama mpole hivi, kumbe ule ukorofi wote unakuaga kwenye kideo tu. Umeona bwana? Huyu bwana ndo amenifanya mimi nimekuja Makabe hapa kuja kumfuata kupiga naye story. Mtoto wetu yuko wapi? Dogo yupo ndani anakuwa ananyonya maziwa. Ananyonya maziwa au ananyonya? Ananyonya maziwa. Sasa kwani wewe kunyonya maana yake? Kunyonya maziwa maana yake yani labda mnampa Yakopo. Tunampaga Yakopo. Tunasema wa kiume ashibagi maziwa ya kawaida. Kwa tunamshindilia shindi. Anatakiwa ashibe. Yeah. Hongera bwana mzee. Shukrani sana. Lisha vipi leo? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema sana. Kabisa. Content creation inalipa. Mimi nijibuje sasa hapo ni ndio au niambie wewe sasa kwa sababu mimi naona wewe unaishi nyumba kali, familia. Nyumba kali wapi? Jamani. Habla content creation inatoa fedha kidogo ambacho inakizi mahitaji madogo ambayo kwenye kula, kodi hailipi vile ambavyo watu wanataka au watu wanavyojua. Mimi nikajua labda kwa sababu nyinyi mnakuwa content creator labda muda mwingi mnakuwa mko barabarani, mko location. Kumbe kuna time unapata kabisa ya kukaa na familia fresh. Mimi kiapili sasa hivi nipo tu nyumbani. Zile clip zile nishashutigi muda. Kwa nakuwa nazipost moja. Napumzikaga. Kuna mtu anapumzika na sipumzike na wakati siajiliwi mimi najiajili mwenyewe. Mr. Black bwana mimi nilianza kuona kwenye mitandao ya kijamii. Lakini najua before hapo ulikuwa una maisha kabisa tofauti na mambo ya kutengeneza content na nini. Nini kilifanya ukaona mimi naweza nikatumia mitandao Instagram, Facebook alafu nikapata hela? Wazo la kwanza lilikuja kama kupata hela. Wazo la kwanza lilikuwa kwa ajili ya kufahamika ile kupita mtaani Black. Hilo ndio wazo la kwanza. Kwa mimi nikawa nalitumia kama fursa tu ya kutambulika, kuweka heshima mtaani kwako. Madem. Azuri. Kushona na nini unajua zile. Lakini kadri siku zinazozidi kwenda ndo nikawa naona fursa kwa watu wengine. Yaani wengine wanafanya hizi content kama hela. Kwa pale mimi ndo akili yangu ikarecharge. Lakini sio kwamba eti nilikuwa naika kama malengo hapa. Nani alikuwa mtu wa kwanza ambaye uliona mbona huyu anatengeneza hela? Kwenye upande wa mtandao wa kwanza nilikuwa namuona Diamond. Diamond nilikuwa namuona akawa na ndinga lake fulani ilikuwa Crown Supreme ile. Kumbe kuna hela huko. Alafu nikaja nikakaa sana na Mwani. Mwani nimekaa naye akawa anatengeneza sana hela. Bali niko na hapa kuna hela. Exactly, ukaanza kuifanyia kwa kupitia hela. Kuna mtu ambaye sasa hivi yupo anaifanya umaarufu na madem kama ambavyo ulianzia, ila bado hajajua hela inatokea wapi. Sasa hii inavyokuwa kwa upande wa content inavyokuwa utakiwa kuambiwa njia. Ukiambiwa njia utaanza kuwadharau kaka zako. Wewe lazima tukwambie bwana watu wanaingiza hela kupitia kwa wanachokifanya. Wewe kama unafanya kwa ajili ya madem haya. Kuna watu wanaingiza hela. Tena wengine mimi wamenizidi parefu kubwa sana. Sio watu wanaona magari washusha mandinga. Kuona mnamfanya hivi watu wanapata hela. Mmoja kuna njia sizijui. Kwa hiyo siwezi kukupa njia zangu ndogo hizi. Kesho tukaongeleshana njia moja eti kwamba eti mimi mwanawe tumia sote. Ila jua tu kuna watu wanapata hela kupitia hivi content. Na naona ni kama mmejitengenezea magroup ambayo sijui kama yamejijenga yenyewe. Wewe na kuona sana uko na ule Bigi na Mr. Mwanya. Steve utamkuta yuko sana na Ndaro. Umeona bwana. Mtumishi Obama utamkuta yuko sana na Fazaboy na Azaboy. Yaani mama Chanja utamkuta sana yuko na Asma. Yaani ni imekuja automatic ama mmepanga kwamba sasa wanangu tujitengenezeke makundi hivi nini kila mtu anacheza na duo yake? Mimi sasa hapo sijui inakuwaje, lakini ninatokana tu na watu naowaamini kuanzia mwanzo. Mimi sina kundi, ila kuna baadhi ya comedians wana makundi ambayo haya yanasababisha hata katika michongo wakihitajika watu hauwezi kuwafikiria watu muhimu
wanafikiria wanao. Mwenendo uzuri. Mimi mara nyingi sana naonekanaga labda kwa mfano na Biggie, ila so family. Ila kuna watu sasa ambao wewe unawataja au ni familia kabisa kwa sababu wametoka. Hii I creative tu, yani wamekutana tu, mwanangu mimi na yeye tuanze kufanya kazi. Hii imetoka mwanzo kabisa kabla hawajakuwa na chochote. Wameaminiana katika process, walikuwa wanashauriana. Sasa ndio maana hata ukiona katika makundi mengi sana alianza kutoka huyu akafuata huyu. Wao wanakuwa kama wanainuana. Lakini sio kwamba eti kwa sababu eti labda inatokea tu mwanangu mimi leo hii nataka nianze kufanya kazi na wewe, unaonaje mwanangu? Hivi. Wewe chemistry ya wewe Biggie na Mwanya ilianzia wapi? To start, yani mimi nimeanza si chochote. Mbona si chochote nakutana na Mwanya. Kutana na Mwanya mimi si nilikuwa huko Bagamoyo huko ndani, sina hata ghetto. Tani ya Bagamoyo? No, mimi nipo Bagamoyo, nilikuwa nakuja huku da kwa ajili ya michongo. Kwa huko sasa nikawa namtafuta Mwanya. Blaza, vipi tukutane tuwe clip. Alivyokutana siku hiyo akanikaribisha kwake Tabata. Ananikaribisha tu kwake Tabata. Tumepiga clip pale, akaniambia mdogo wangu unajua sana. Sasa wewe inabidi ukae hapa. Tukakaa kama wiki hivi kwa. Kwa hiyo yani wakati unatoka Bagamoyo da ulikuwa unakuja kufuata mchongo gani? Mimi nilikuwa napiga cheka tu. Kwa napiga cheka tu sana. Kwa hiyo nilikuwa nafuata sana masuala ya Lieso. Lieso mazoezi kabla ya unatoka Bagamoyo. Natoka Bagamoyo. Nakuja da. Kwa hiyo nikifika huko sasa utaki kuenda na kurudi kwa sababu namna gani vipi? Kwa sababu labda kwa mfano mazoezi yanaisha saa 4 saa 5. Uwezo uko tena Bagamoyo kwa unatafuta machimbo ya wana. Kaka wapi hiyo? Mimi nipo Tabata Basi ukitoka maeneo yao basi ukifika nyumbani basi niambie nifike hapo. Kwa mimi nalala sana kwa wana. Kwa ile kuja da ile ikawa nalala kwa wana lakini nawacheki baadhi ya wakubwa. Wana Mwanya uko wapi? Nipo kwangu nafika hapo. Mara ya kwanza unapata hela sasa ukapange. Unakumbuka ilikuwa ni shilingi ngapi? Ilipatikanaje? Na geto lako la kwanza lilikuwaje? Ilikuwa miujiza kwa sababu ilikuwa ndo tunamaliza msiba wa mzee. Tunamaliza msiba wa mzee sina hata keshi. Nilikuwa sina 100 nyekundu. Ndugu alileta figisu kwenye masuala nilio pale msibani. Kwa nilikuwa sina hela. Kwa natoka pale kwamba yani walileta figisu kwenye mirathi ama kwenye masuala tu ya michango, zilichangwa shilingi ngapi mara karadaiana. Mimi nikaachana navyo vitu kosi kuchukua hata viela vyao. So nikabaki hivi. Kwa siku moja mtumishi akaniambia, nilienda kwenye birthday yake, mtumishi akaniambia Mtumishi Obama. Mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Unaona sasa hapa tatizo lenu. Ujao. Tatizo lenu sasa mbona? Eti Obama. Obama ni mbwa yule. Kana Obama anashauri nini yule mshenzi. Siwezi. Ukisema mtumishi mimi najua mtumishi Obama. Hata kama ndo ungekuwa wewe. Naye Obama anakuambia nini Obama? Mtumishi mmoja hivi wa Mungu ni hapa. Sema mtumishi wa Mungu. Apostle. Nabii tulikaa nilienda kwenye party yake, kwenye birthday yake alikuwa anafanya. Akanambia bwana, sawa una michongo. Unasali kwenye hilo kanisa au? Akanambia unasali mpaka leo. Mpaka leo nalipo Bagamoyo. Akanambia bwana wewe hauna michongo. Ila mimi naamini wiki yote, yani mwezi huu wote hauishi bila kupata hela ambazo wewe unazitarajia katika moyo wako. Kwa mimi nikaisikia hadithi kweli. Baada ya kutoka katika ile party, kesho simu zikaanza kuita. Kesho kutwa yani nifuliza kama wiki hivi. Kwa nikakusanya nakumbuka nilipata kama milioni 1. Milioni 1 fulani hivi. Nilipopata milioni 1 nikasema hapa siwezi kukaa maskani. Kwa hapa inabidi nikatafuta chimbo, ndo nikaja huko. Ndicho umepata milioni 1 bado upo kwa nipo kwa Mshua. Mshua azin baba yangu mwenyewe. Hapa baba alikuwa hajafariki. Sio kusema baada ya baba kufariki. Baba alipofariki, sasa inabidi nihame pale maskani. Sasa nimekuelewa kwamba ulipokuwa unakaa ilikuwa ni nyumbani kwa baba. Ni nyumbani kwa mzee, wala zilikuwa sijapanga. Kwa hiyo kupanga uko upangie wapi sasa? Ulianzia geto la kwanza lilikuwa wapi? Bagamoyo Tabata. Nilitaka kabisa nimetabata kwa sababu ndo michongo ipo huko. Tabata ilikuwa Tabata Dawasa Segelea hivi. Pale nilikuwa na chumba changu fulani hivi cha 100,000 kidogo hivi. Kimejifinya nini pale, nimeweka kitanda. Fidi geto lina joto.
Dirisha moja. Nimeshajaa. Kitanda tu na fridge. Changu TV yangu ilikuwa. Fridge yenyewe ilikuwa kubwa au kalika hivi? Ninalo mpaka leo fridge changu fulani hivi kidogo sana. Nakipenda sana kile fridge kwa sababu ndio kimenisaidia. Shilingi 150 iko. Nilikinunua kidogo fulani. Kwa geto la laki ukatumia kama laki 6 hivi kulipa kodi. Kama laki 6 hivi kulipa kodi, godoro, nini magodoro, manini. Godoro kama ilikuwa laki 2 hivi kwa hiyo kama laki 8. Kaka, nilipokuja Dar mimi nililipa kodi nusu nakumbuka mara ya kwanza, alafu dalali akawa anadai, nikamwambia sikiliza mimi nakaa na funguo ili niingie hapa geto na kila kitu. Nitakuja kumalizia hiyo pesa. Sijui hiyo pesa natoa wapi. Ukamwambia akae yeye na funguo. Akae na funguo. Mimi ni kuna baadhi ya vitu niviingiza kwa sababu viwezi kukaa kwa mwanangu. Mwanangu mwenyewe geto moja. Sasa wakati natafuta hela ya kodi, vitu vyangu tu viwe safe. Mimi najua napambana vipi. Ila bahati nzuri mwenye nyumba akanikubali sana. Mama mmoja akanikubali kwa aliposikia mimi ndo nahamia. Kaambia njoo bwana wewe kaa tu hapa haina shida. Wewe ukipata leo utanipa. Lakini kisha hiyo mwezi huu Yanga na magoli, nikaingiza vitu vyangu pale ndo nikukutana na Asili Miogo. Asili Miogo naambia bwana mwanangu mimi bwana kuna shida ya kifulani. Anambia usijali mdogo wangu, na nikamaliza na nakamalizia kodi, nachukua na mazingira mengine si mashuka, si mamito, manini hayo manini nimejaza geto.